Ndugu zangu, huu ni wakati ambao kila ukisikia neno la Mungu linahubiriwa unalishika kwa nguvu. Unaona ambavyo sisi tumevuka na tumevukisha dunia na tumeivusha Tanzania kabisa. Mtu asiyekubali hakubali tu kwa sababu ya shida zake, lakini tumevuka na tumeivusha Tanzania na tuna jukumu la kuendelea kuivusha na watu wake. Dunia ina agenda za kidunia ambazo zimefungwa kama kitu chema, lakini ndani kuna uovu. Na Mungu ametusaidia kusimama katika sehemu iliyobomoka, sio tu ya kanisa lakini ya mwili wa Kristo. Kusema kwa ajili ya mwili wa Kristo, kufanya kwa ajili ya mwili wa Kristo. Na kwa namna hiyo tunaye baba leo ambaye mimi alinifundisha mambo matano. Jambo la kwanza alionifundisha kuomba. Nimejifunza kuomba kutokea kwake. Kuomba kutokea kwake. Kama baba nikimruhusu akufundishe wewe, kuna watu mtahama hapa leo tu. Baba kanisani alikuwa na kitu kinaitwa jiko. Hebu sema jiko. Jiko hilo ni chumba cha maombi ambacho ndani yake kina kila kitu, ni self contained. Ukiingia mle ndani kuna choo, kuna kila kitu. Kwa hiyo baba anaweza kuchagua, bwana fulani na fulani utaingia kwenye chumba cha maombi siku 5. Unaletewa madumu yako ya maji mle ndani, alafu wanafunga nje, watakuja kufungulia baada ya siku 5. Ungekuwa wewe unabaki wewe, ninapokujua unabaki wewe kweli. Kwa hiyo unaingia mle ndani, unaanza kupiga mle ndani. Unapiga mpaka maombi yanaisha. Naanza kuangalia juu. Jambo lingine ambalo baba amenifundisha, kumtumaini Mungu. Baba amenifundisha kwamba hata mahala ambapo hapana maji, ukimtumaini Mungu, jangwa linatoa maji. Jangwa linatoa maji. Maisha ya kumtumaini Mungu peke yake. Jambo la tatu ambalo baba amenifundisha, kulifanya neno la Mungu kuwa ndio mamlaka ya mwisho. Hakuna ujanja. Neno la Mungu linavyosema ndivyo ilivyo. Kama huwezi wewe kulisimamia, lenyewe halijabadilika, umebadilika wewe. Kulisimamia neno. Mahala panaposema fufueni wafu, unafufua wafu. Kuna siku moja baba alikwenda kumtembelea mshirika wake ambaye sisi tulikuwa washirika wakati ule. Alikuwa anaumwa. Sasa alipokwenda kumtembelea, akamkuta mshirika yule hali yake kama ana nafuu, anaosha vyombo, amepata nafuu. Baba akamwombea. Kwa kuwa anamuombea, sio nini ikitokea, huyo binti akaombewa baadaye akafa. Yaani alikuwa amepata nafuu lakini alipoombewa akafa. Sasa najua polisi wakaingia pale, wakampeleka polisi, wakamuita baba kwamba wewe, wakamuuliza baba. Akamwambia, mwaka huu umeombea wangapi? Ulipowaombea wakafa. Baba akamwambia, huyu ni wa kwanza. Yaani mwaka huu ni wangapi ambao uliwawekea mikono badala ya kupona wakafa? Akasema huyu ni wa kwanza. Kwa hiyo baba alinifundisha kusimama hata kwenye wakati mgumu. Watu wote anaowatumia Mungu amewatengeneza. Kwa hiyo baba ametengenezwa sana na Mungu. Na kupitia kwake tumetoka wachungaji wengi ambao nikiwahesabu siwezi kumaliza. Mungu amemtumia kutupitisha kwenye wakati mgumu na kutufanya kuwa imara na kumtumaini Mungu peke yake. Jambo lingine ambalo baba amenifundisha ni kiu ya kuwaleta watu kwa Yesu. Thirsty to bring multitudes to the Lord. Alikuwa na kiu. Alitufundisha sisi tukiwa vijana kwamba ikiisha ibada kama Jumapili, tuna megaphone. Mnapita mtaa ule pale. Mko watu kama 4. Anaimba mmoja, njoo 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 vijana tumsifu Mungu. Wanakusanyika watu. Alafu mtu mmoja anahubiri. Hivyo ndio yalikuwa maisha yetu. Kuwa na njaa na kiu ya mambo ya Mungu. Lakini pia cha mwisho ambacho baba amenifundisha ni kujifunza kutokuwa na upendeleo, kuwapenda watu wote
kuwalea watu wote, kukaa na watu wote kwa usawa.